Tanzanian celebrities slowly coming out posting their national flag with the same message, only worded differently. Yona kitu ulikuwa unazungumzia na mimi na feel bwana washikaji wame copy paste bro. Almost as if they were directed to do so. They should learn from us Kenyans. Some of us have been here long enough to understand how these things work. Even after the 2007 crisis, many of us were approached to record peace songs. Some agreed, others walikataa. And over the years, we've seen how the political class always rushes to us for creatives. Yani Uni Daddy Owen anatoa somo kwa wasanii wa bongo kutokana na bila shaka maandamano yashatokea pande za Kenya. Yes. Lakini kaka, swali ambalo mimi najiuliza, it's now 5 days. Yes. Na tunajua kuna wasanii hata walikuwa nje ya nchi. Yes. Ni kwa nini imewachukua muda mrefu wao kuweza kuposti kinachoendelea katika taifa la Tanzania ama wao kuweza kupost from the same day? Maana mimi ninavyojua Diamond mshikaji ambaye ana ufuasi mkubwa na pia ana influence katika taifa la Tanzania, sio? Yes. Ni kitu kipi ambacho kinamzuia bwana kuweza kuposti ujumbe siku moja wakati ambapo vurugu zilianza pale Tanzania? Ile siku ambayo vurugu ilianza. Kabla watu waanze ku-speculate, anaweza kuwa yuko Mombasa, anaweza kuwa it would have sounded better kama mfano kwangu mimi. Nilikuwa na feel kwamba our celebrities, our Diamond, Zuchu, Rayvanny, Nandi, Jux, nilikuwa na feel hii information ambayo wameitoa leo ingesaidia sana. Hiyo Friday asubuhi, hata wakati kabla ya uchaguzi, sio? Hata kabla ya uchaguzi wangetoa tu message ya kwamba kuwe na uchaguzi wa amani. Au sio? Na kila mtu ana nini ya chama apendacho. Yaani wewe mpigie mgombea unayemtaka. Mpigie mgombea kwa na amani. Kwa na amani. Lakini kitu ambacho nakiona ukiangalia siku moja kabla ya uchaguzi, kila mtu alikuwa bwana tiki kwa mama. Umeona? Kila mtu. Which is true. But what I'm saying is, hiyo siku ya Friday walikuwa shasikia tayari kwamba mama alisema kwamba si nchi yake imeandamana. Si wa Tanzania wamefanya nini? Si wa Tanzania wameandamana. Basi, and I'm pretty sure kwamba intelligence ilikuwa ishamwambia president kwamba huenda watu watakaofanya maandamano na nchi zingine. Umeelewa? So kwangu mimi, I know the intelligence na hiyo story ilikuwa kila mahali kwenye mitandao. I felt the celebrities would have taken that chance. Na wakaongea. Wakatoa mfano kama akina Eto'o. Nakumbuka Eto'o alichofanya. DJ Drogba, Drogba wakati ambapo kulikuwa na vita katika taifa la Ivory Coast. Drogba bwana aliambia washikaji hapa watupigani bwana. Na ikawa hivyo. Diamond anashindwa wapi? Hapo ndo pia mimi imenishangaza. Nikawa najiuliza kwani huenda ikawa wasanii wa bongo hawana ushawishi kwao na ushawishi kwetu. Kaka, it is true. Swali ni nini kilikuwa kinazuia ama ni ukweli kwamba wasanii wengi wa Tanzania hawana ushawishi nchini Tanzania? Kando na kufanya kiki. Yaani hawana ushawishi katika vitu vya msingi ambavyo vinaathiri maisha ya Mtanzania. Hawana ushawishi huo. Hawana ushawishi. Okay. Yaani hawawezi sema tu waamke tu waandike kama calligraph. Hawawezi bro, hawawezi. Okay. Hawawezi amka wakaandika kama Mulamwa. Hawawezi. Hebu angalia waliandika against government. Vanessa Mdee yupo USA. Roma yupo USA. Mange yupo USA. Wewe andika kuhusu, ukimwandika anything against mama uko USA. Ni ile upo mbali, lakini kama uko hapa Tanzania kaka utaitana.